Mambo, ni Dr. Florence Kanozo. Unajua wengi wetu tunaamini kwamba ili mwanadamu apate usingizi, alale, then lazima kuwe kuna uchovu ndani ya mwili. And hii sentensi ni kweli, lakini ukweli wake sio kamili. Yaani namaanisha hivi, unakumbuka tulivyokuwa wadogo, ulikuwa ukichoka tu usingizi huo hapo. Lakini mbona sasa hivi kama mtu mzima unachoka tena, lakini ukipanda tu kitandani unaishia kukesha. Shida iko wapi? Uchovu unao. Kwa nini usingizi upati? Hii ni kwa sababu mwili wa mwanadamu unapata usingizi pale ambapo hizi process mbili, moja zinatimizwa, lakini pili zinatimizwa kikamilifu. Navyosema hivi namaanisha, hebu imagine Bluetooth. The Bluetooth device has been connected successfully. Kwa maana yake Bluetooth device inaweza ikawa connected lakini isiwe successful. Umeipea, unaiona hiyo hapo, unawasha mziki au play. Not successful. Mfano wa pili ni kama umesoma form 1 mpaka form 4. Kweli umetimiza form 4, tumekuja kwenye graduation yako. Sasa, ulivyofanya mtihani ulifaulu? Kwa kweli umetimiza kile kipindi, lakini umehitimu. Can we say kwamba hii process ya O-level uliokaa kwa miaka 4 ambayo umeitimiza kikamilifu? So let's talk about these processes. Na hii ni muhimu kwa sababu huo uchovu uliokuwa nao, it depends ni uchovu wa aina gani. Unakumbuka ulivyokuwa mtoto ulikuwa una uchovu na ukija kweli unapata usingizi. Right now una uchovu lakini hupati usingizi. It means one thing, kuna kama mauchovu ya aina mbili hivi, na ukiweza kurudi au kufanya vitu ambavyo vitakupatia uchovu kama ule uliokuwa unapata ulivyokuwa mtoto, ninakuhakikishia usingizi utakuja. So uchovu huu ambao unaleta usingizi unakuwaje? Hebu tu discuss hizo process mbili. Hii ni part 2A. Make sure unaangalia part 2B ili kuelewa kwa nini nasema kuna aina mbili za uchovu. Don't come down on my comments and go wakati ujaenda kuangalia part 2B. With that being said, let's get right into it.